Viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza ya kuonana na Jeshi la Polisi tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, nitumie nafasi hii kulipongeza sana Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Sote ni mashahidi kwamba amani na utulivu tulionao leo haukuja kwa bahati, bali matokeo ya kazi ya Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vyetu vingine vya ulinzi na usalama. Pamoja nanyi, niwapongeze Watanzania wenye nia njema na uzalendo kwa nchi yao kwa kuendelea kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu wa taifa hili. Ndugu zangu, suala la kulinda usalama wa raia na mali zao ni nguzo muhimu ya maendeleo kwa taifa letu. Bila shaka mtakubaliana nami kwamba kazi ya polisi haiwezi kutazamwa kama kazi nyingine ya kawaida. Ni kazi inayohitaji nidhamu, uadilifu, umakini na uelewa mpana wa sheria, mila na desturi na mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ni nyanja za medani, mwende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu, msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna Jeshi la Polisi linavyofuata miiko na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yani effectiveness ya Jeshi la Polisi. Tukaione mule mnamokwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani. Jambo la tatu, tunataka kuona namna Jeshi la Polisi linavyojenga imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini. Hapa tunazungumzia legitimacy ya Jeshi la Polisi, kukubalika kwake. Likuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake, na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia Jeshi la Polisi ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu, wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada. Ni asilimia 12. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi
ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile suala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao. Jambo la 4 ambalo tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sawa, watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Niwasihi maofisa mnaohitimu leo kuendelea kujenga taswira njema ya jeshi la polisi. Mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi au kokote kwingine mtakakopangiwa, tambueni kuwa mmeongezewa dhamana ya uongozi ndani ya jeshi letu. Uongozi huo hatutaupima kwa urembo wa mabegani mliowekewa leo asubuhi, hapana, bali kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uwezo wa kusimamia matokeo na kudhihirisha mwelekeo sahihi wa ulinzi wa raia na mali zao. Hayo ndio tutawaheshimu nayo. Sasa ukitoka hapa ukienda kutamba na urembo uliovishwa asubuhi na IGP hapa, hatutakuona. Kwa hiyo tutakuona kwa kazi unayoifanya. Hapa nataka ninukuu tena maneno ya IGP kwamba uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote unapohitajika, kuwa tayari kukesha wakati wananchi wengine wamelala. Na hapa mimi ni shahidi, vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo, lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Nendeni mkasimamie na kulinda heshima ya jeshi la polisi. Msiruhusu rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya madaraka
kuharibu kazi kubwa inayofanywa na jeshi hili. Kama nilivyosema, vyeo mlivyopata leo ni nyenzo wa kuongeza uwajibikaji na si kuongeza umbali kati yenu na askari walio chini yenu au kujenga kiburi kwa wananchi mnaowahudumia. Vyeo ni dhamana, mmeongezewa dhamana, mmeongezewa majukumu, nendeni kayatekelezeni. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, napoelekea kuhitimisha, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuliwezesha jeshi la polisi kwa kujenga miundombinu, na ninapozungumza miundombinu ni ile migumu na ile laini, yani hard infrastructure na soft infrastructure. Hard infrastructure ni pamoja na majengo kama mlivyoona hapa, majengo mbalimbali, na wakati nikinong'ona na IGP ndani kule katika kunieleza kazi inayofanywa ya kujenga majengo, alinieleza haja ya kuwa na hospitali ya kina mama na watoto, hospitali maalum pale kwenye hospitali yetu ya Kilwa Road. Nami nikamhakikishia kwamba hospitali umeipata. Hospitali ameipata, na ninakusudia hospitali itajengwa hivi karibuni. Lakini vile vile tumetoa fedha nyingi kuhakikisha tunaweka mifumo ya tehama itakalolisaidia jeshi hili, na huu ndio upande wa soft infrastructure. Tumeweka mifumo ya tehama na tunaendelea kuweka mifumo itakayosaidia kuimarisha mazingira ya kazi ya jeshi letu la polisi, na vile vile taendelea kununua vitendea kazi na kuboresha stahiki na maslahi ya askari wetu. Jengine tutakalokuwa hatutasita kulipatia fedha ili liendelee ni kuhamasisha mafunzo ili kuendelea kujenga viwango vya weledi na uwezo wa askari wetu. Huwezi kumlaumu mtu hafanyi kazi kama humfundishi au humuoneshi namna ya kufanya kazi. Kwa tutaendelea kuongeza nguvu yetu kwenye mafunzo ili kujenga weledi na uwezo wa askari wetu. Nirudie wito wangu ule ule kwamba chuo kisipoe. Baada ya hawa kuwatoa, Dr. Mambo sasa jitayarishe kupokea bachi nyingine ya mafunzo ya askari wetu.